nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Kiukweli kwenye hizi siku 100 alizokuwa anazizungumzia wakati wa kampeni zake, nimefika jimboni, yala ambao nimeyaona, kiukweli huyu mama anastahili pongezi kubwa. Moja, alizungumzia swala la watumishi. Na mimi kwenye jimbo langu la Mbogwe kwenye siku 100 za mama tumepokea watumishi 126 wa idara mbalimbali, ambapo watumishi hao 126 ni ndani ya siku 100 za mama. Lakini pia ndani ya siku 100 za mama tumeweza kupokea shilingi bilioni 1 na milioni 500 kwa ajili ya ujenzi wa vyumba vya madarasa. Mpaka sasa hivi yapo yale ambao yameshakamilika na mengine yanaendelea kujengwa. Lakini pia mama hajaishia hapa. Tunao ujenzi wa nyumba za wakuu wa idara. Ziko zinaendelea kujengwa pale kwenye makao makuu ya Kaswasobe, ambapo ndo makao makuu ya Mbogwe. Zipo nyumba za wakuu wa idara zinaendelea kujengwa pale. Tunafahamu barabara zetu wakati wa mvua kama huu mara nyingi huwa zinabomoka sana. Lakini kwa sasa tunavyozungumza hapa kwenye jimbo langu la Mbogwe, mabarabara yanaendelea kutengenezwa, mitaro inayotiririsha maji inaendelea kujengwa. Kwa hiyo barabara tunavyozungumza kwenye jimbo langu la Mbogwe, kiukweli barabara zinaendelea kutengenezwa kwa kiwango kizuri. Zipo barabara ambazo zimetengwa kuja kujengwa kwenye kiwango cha lami. Ilani ya 25-30 katika jimbo langu nimepewa zaidi ya kilomita 102 za kiwango cha lami. Lakini nimepewa zaidi ya kilomita 350 za kiwango cha moram. Lakini nimepewa zaidi ya kilomita 300 za kiwango cha vumbi. Barabara zote ambazo zina changamoto kwenye wilaya yangu ya Mbogwe, jimbo langu hili la Mbogwe, nitahakikisha zinatengenezwa ili wananchi wapite bila shida yoyote. Kuhusiana na maji, kwanza nimshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Kiukweli amekuwa akihimiza sana vichimbwe visima virefu visivyo katika, lakini utengenezwe mfumo bora ili wananchi wapate maji safi na salama. Tunafahamu kina mama wanavyopata shida kwenye wakati wa kiangazi, kupata maji inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais amekuja na kauli mbiu yake inayosema tunakwenda kumtua mama ndoo kichwani. Tuhakikishe maji yanapatikana kwa urahisi, lakini wananchi wapate maji yaliyo safi na salama. Jimbo langu la Mbogwe tunayo kata kubwa sana, kata ya Masumbwe pamoja na Nyakafulu. Kata mbili hizi zina takribani ya wananchi 150,000. Lakini 70% wakazi wa kata hii ya Masumbwe ni wafanyabiashara. Ndio maana ukifika pale Masumbwe tumeweka taa barabarani, lakini tumeweka taa hizi barabarani kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wanafanya biashara hata usiku wa manane, ili tuinue uchumi wa jimbo hili la Mbogwe. Lakini pia nizungumze, kuna barabara ya lami iliyoko hapa. Barabara hii ni kubwa ambayo inatoka hapa mpaka Rwanda. Kwa hiyo inaunganisha mataifa ya nje kuja kuhakikisha ninafanya biashara kwenye jimbo hili la Mbogwe. Kwa hiyo napo niendelee kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kiukweli anaendelea kutufanyia yaliyo mazuri kwenye jimbo letu hili la Mbogwe, kwa sababu miradi mingi inaendelea kutekelezwa. Nakumbuka katika ahadi za mama ndani ya siku zake 100 aliahidi makundi matatu atatoa bilioni 200 kuhakikisha makundi haya yanaenda kupata mikopo, kiwemo kundi la vijana, lakini kiwemo kundi la watu wenye mahitaji maalum, lakini likiwemo kundi la wakina mama wapate mikopo hizi ili ziweze kuwasaidia katika kufanya biashara, lakini kuhakikisha kuinua uchumi wetu wa Tanzania. Na jambo hili lipo kwenye process, lipo linafanyiwa kazi, na muda si mrefu
wala ambao sasa bilioni 200 hizi zinawahusu watapewa taarifa pale ambapo jambo hili litafika mwafaka, na kwa sababu liko kwenye utekelezaji, kwa sababu ni moja ahadi ya Mheshimiwa Rais wakati wa kampeni zake. Kwa hiyo ninaamini ataenda kulifanikisha hili na vijana wetu waweze kupata mkopo huu ili wajiendeleze kimaisha yao. Lakini pia kufanya hivyo ni kuendelea kuinua uchumi wa nchi yetu ya Tanzania. Lakini tujaenda mbali sana, tuwakumbuke nao kina mama kwa sababu tunajua wanaoyapitia. Kwa hiyo mikopo hii itawahusu akina mama ili waweze kujiendeleza kwenye biashara zao. Lakini hata hatujawasahau ndugu zetu, watu wenye mahitaji maalum. Kumekuwa na changamoto kubwa ya kutofautiana kati ya wachimbaji wadogo wadogo pamoja na wawekezaji. Nadhani kwenye kampeni za mama ilitoka ahadi ambayo Watanzania lazima tuielewe. Mama alisema tutatenga maeneo kwa ajili ya wachimbaji wadogo wadogo, tuhakikishe wanafaidi madini yao. Lakini pia hata wawekezaji nao pia ni kwa sababu wanainua uchumi wetu pia wa Tanzania. Nao pia serikali itaona ni namna gani itaweza kuwakutanisha hawa watu wawili ili wawe kitu kimoja. Wachimbaji wadogo wadogo nao wasaminiwe kama Watanzania, lakini hata hawa wawekezaji nao wasaminiwe kama Watanzania. Kwa hiyo lengo la serikali ni kuhakikisha wananchi wanakuwa pamoja. Mchimbaji mdogo atatengewa eneo lake, atachimba, atapata madini yake, hakuna makelele. Lakini hata huyu mwekezaji naye atapewa eneo lake ambalo atakabidhiwa ili afanye uchimbaji wake mzuri. Lakini kufanya hivyo ni kuhakikisha tunataka serikali waunganishe wachimbaji wadogo wadogo pamoja na hawa wawekezaji. Niwashukuru sana wabunge wenzangu ambao tulikuwa na ninyi kwenye kamati ndogo ndogo, bunge wa mkoa wa Geita pamoja na wabunge wa nchi nzima hii ya Tanzania. Niendelee kuwaomba sasa tujiandae, tarehe 27 tunaenda kufungua bunge sasa rasmi kwa ajili ya kuhakikisha tunaenda kuomba maendeleo kwa wananchi wetu. Nipende kuchukua nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kumtakia heri ya siku yake ya kuzaliwa ambayo sherehe hiyo ataifanyia kule Zanzibar, lakini akihamasisha wananchi kupanda miti. Na mimi niwaombe jimbo la Mbogwe, siku hiyo Mungu akitupendeza, sisi tupande miti, kwa sababu miti hii ina faida kubwa sana kwenye maisha yetu. Niendelee kuwashukuru wananchi wangu wa jimbo la Mbogwe. Sasa muendelee kuniombea. Nategemea kwenda Dodoma kwa ajili ya kudai maendeleo. Kazi yangu mimi ni kuhakikisha nadai maendeleo kwa ajili ya wana Mbogwe.